Inarusha matangazo moja kwa moja kutoka Baseville, Maryland. Hii siku imeshafika. Unasikiliza Reggae Time na Mbero wa Bandio. One love. This is one mic of the one mic show and you're listening to Reggae Time. Hii ni Kwanza Radio. Find out say you fake me now girl. Move on with my life me now girl. Find out say you fake me now girl. Move on with my life yo DJ. Everybody feed themselves. Just make you dead. Fake make you suffer. Love make you kill yourself. Just ask Mr. Bell. Very unwell. Hates him get a who give him no grizzle. Him never know. Say a pussy she a sell. Say she run a bar but she a run a tell too. Maga downtown shell. Him go fall in a love and him fail. All the woman at your yard you can't trust. All the friend you give your last week on you. All the dopey where you bomb we aren't you. Sorry for Maga dog him we am you. Find out say you fake me now girl. This is move on with Kwanza my life Radio. me now you. Find out say you fake me now girl. Move on with my life yo DJ. Study people, you need to know who is good and who is evil. Some will smile at you just to deceive you, while deep inside they envy what you have. Assalamu alaikum bwana asifiwe. Shalom alaikum. Naitwa mchungaji Mbero wa Bandio na hii ndio Reggae ya Kwanza production moja kwa moja kutoka Baseville, Maryland. Tupo mbashara kupitia radio za mtandaoni, na hapa ninamaanisha unaweza kutupata kupitia online radio box, ukatupata kupitia MyTuner, Get Me Radio au Tune In, search Kwanza Radio. Ni tarehe 25 mwezi wa 4 2026, ni Jumamosi ya mwisho ya mwezi, na kama ilivyo sheria kila Jumamosi ya mwisho ya mwezi sipo hapa mwenyewe, nipo hapa na wana kondoo wangu ambao kwa karibu sana kujiunga nasi moja kwa moja kutoka katika viota ambavyo wapo. Karibu sana, niko pamoja na Lucy. Karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Panapo majaliwa na wewe pia. Panapo majaliwa pia tutaweza kujiunga na Haithan Abiba ambaye ataweza kutuambia hapa na yeye ajiunga kutoka wapi. Lakini wewe unaweza kuambia unatusikiza kutoka wapi na nani ungependa kumpa shout out kwenye kipindi kijacho. Tuandikie kupitia kurasa zetu za kijamii Instagram, Facebook na X, nipata kama Mutwiba, lakini pia kwenye LinkedIn nitafuta kama Mbero wa Bandio. Leo Dongdo na Reggae tunachukua mtazamo mwingine kabisa wa usalama. Tunaangalia swala la usalama wa akili na maamuzi yetu, kwa sababu si ajali zote zinatokea kazini, nyingine zinatokea kupitia maneno, ahadi na mitego ya utapeli. Na nini kinakusukuma kumwamini mtu hasa kwa siku ya kwanza? Hapa kuna mengi ambayo wanaweza watu wakazungumza tumbali mbali. Kuna ile nasema love at the first sight, sijui wenyewe anaita hiyo Wenyewe wakina nani? Mnajijua wenyewe wenye mambo ya live at the first sight. Lakini tutakuwa hapa kuweza kuzungumza hayo yote siku hii ya leo, na pamoja na mwingine tutaweza kujadili kwa kina tu, tuweze kuangalia hivi huwa inakuwaje mpaka mtu anamwamini mtu hasa katika siku ya kwanza. Ni kwa nini inatokea, ni vipi hili linatokea, na mambo mengine kama hayo. Theme yetu ya kwanza ni deception doesn't look dangerous, it looks like opportunity. Inakuwa kama an opportunity hivi, sawa Not everyone who smiles with you is for you. Tambua hilo. Utapeli hauji na sura mbaya, unakuja na lugha nzuri, ahadi tamu, na mara nyingi some sort of urgency. Unahimizwa uchukue hatua na bila kufikiria, na yani hicho ndio ambacho unakuwa unahimizwa na aina ya utapeli. Iko mbio najaribu kukimbiza katika kuchukua hatua bila kufikiria, na hapo ndipo haso za watu zinapotea, ndoto zinakatika katikati, na wengine wanarudi nyuma katika hatua ambazo tayari walishapiga miaka kadhaa wakisonga mbele. Katika maisha ya kila siku tunakutana na watu wapya, kwenye biashara, kwenye safari, hata mitandaoni. Lakini swali ni hili: ni nini kinakufanya umwamini ghafla mtu ambaye humjui hata jina lake la pili? Alright, anza na Lucy Bosco. Mwana kondoo, nini kinakufanya wewe uweze kumwamini mtu, Lucy? Kinachokufanya wewe umwamini mtu
Wewe, sio mimi. Wewe kitu gani kinakufanya umwamini mtu? Iko chenye wewe pia kinakufanya umwamini mtu. Kwanza lazima ujue kama ninaamini. Lakini anyway. So ni kwamba ngoja nikwambie kitu. Je, nikuulize kitu sana. Samani, ngoja kwanza mimi nikuulize. Kwa sababu wewe hapa ni mkubwa wangu, unajua Kwa hiyo nataka nijue kwamba zile sababu je ni sahihi, ni kama zako ama mimi niko nje ya mstari. Okay. Ni nini ambacho kinakufanya uamini? Nipe sababu zako alafu nitaangalia kama ni sahihi au ziko nje ya mstari. Naona sasa. Kwani wewe sio nasema watu tunajifunza kutoka kwenu? Hapana. Nafikiri hiyo ilikuwa ni namna kuweka uvivu kwa watoto. Okay. Kama unashindwa kusema, usijali. Tuko na Eligius hapa. Yeye ndiye mzizi wa tunachojadili siku hii ya leo. Yeye atatusimulia namna ambavyo aliamua tu kumwamini mtu na anasema akakutana na yaliyokuta. Karibu. Kwa majina mimi naitwa Eligius Benedicto Focus. Ni mkazi wa Kimara Korogwe. Mwaka 2018 nilikuwa naendesha bodaboda pale Kimara Korogwe pale. Sasa siku moja asubuhi nimeamka katika shughuli zangu, nikawa naelekea Korogwe pale kufanya kazi kijiweni. Nifika pale nikakutana na mshikaji wangu mmoja anaitwa Baraka. Akaniambia, "Bro, unaingia mjini?" Nikamwambia maana kipindi hicho bodaboda na bajaji zilikuwa ziruhusiwi kuingia mjini Kariakoo na Posta na Masaki. Basi mimi nilikuwa naendaga kibishibishi, mtu akinikatia fungu zuri na kupakia na kupeleka, japo ilikuwa ni hatari sana. Basi akaniambia, yule mshikaji wangu akaniambia, "Na brother zangu amenunua pikipiki mbili kule Kariakoo, anataka zichukuliwe ziletwe hapa Korogwe. Na anatoa kiasi cha shilingi 25,000 kwa pikipiki moja. Ina maana pikipiki mbili ni kama shilingi 50,000 hivi." Nikamwambia sawa, wewe niunganishe. Akaniambia sawa, mimi nitakuunganisha, lakini wewe kwenye shilingi 50,000 utanigia shilingi 10,000. Nikamwambia poa mwanangu, hamna shida. Maana umenipa kazi, mimi nitakugia shilingi 10,000. Akawa amenipigia namba zake pale. Wana story kama imeishia patamu hapo. Haya. Okay. Nianze nawe Lucy. Mpaka hapo ka story kama tulivyosema kwamba utapeli hauji na sura mbaya, unakuja na lugha nzuri sana, ahadi tamu, na wakati mwingine aina fulani vya haraka kukamilisha mambo, yani unasema urgency. Haya, umemsikia? Unasemaje? Una lolote hapo? Kwenye story ya kwanza tu, ni mwanzoni tu, kwanza anatamanishwa. Yani ameshatengenezwa mazingira. Okay. Kwamba kuna pakee hapo. Na hiyo ndio ilikuwa mzizi wa point ya kwanza kabisa. Kwa kiuhalisia ama kiuharaka mteli, hata mimi ningeamini. Alafu ni kauli ambayo inatoka kwa mtu ambaye ni rafiki yangu. Tunafahamiana. Hapo sasa umechukua nafasi ya Eligius. Sasa ndio kwamba sio kwamba imagine nakuja kutoka kwa mtu ambaye mna aina fulani ya kuaminiana. Yaani wewe ndio mkuuliza. Yaani hiyo kauli umeambiwa na mwanakondoo mwingine. Alafu wewe na mwanakondoo tena wewe ndio mchungaji wake. Kuna namna yoyote ya kumdoubt? Okay. Mimi na wewe hatujui. Swali ni kwamba tuendelee kusikiliza tujue kama Eligius alikwenda Kariakoo ama mambo yalikuwa namna gani, kwa sababu tayari ameshaambiwa kwamba kuna pikipiki za kwenda kuchukua huko. Swali ni kwamba aliamua kwenda Kariakoo ama aliamua kuachana nazo. Nikachukua mwendo kasi pale Korogwe pale, nikaelekea mpaka Akiba pale. Nimefika Akiba pale, akaniambia, nikamwambia bro nimefika. Akaniambia basi simama hapo kwenye kibanda cha askari hapo. Nikatoka pale nikaenda kwenye kibanda cha askari pale, nikawa nimesimama pale. Bado tulikuwa tunawasiliana. Simu ilikuja katika. Akaniambia angalia mbele. Nikaangalia mbele. Unaniona? Nikamwambia sijakuona. Huko kwenye parking za magari huko. Nikaangalia kwa nikawa nimemuona mshikaji amevaa pensi, kofia, ana cheni
shingoni na mkononi ana mapetipeti. Amening'iniza ufunguo wa gari kwenye luksi yake. Basi mimi nilivyomtizama sikuwa na wasiwasi naye, maana Baraka kaniambia ni kaka yake. Tukatoka pale, tukawa tumekaribiana, tukasalimiana. Akaniambia, hapa kuna haja kuchukua usafiri kweli? Maana kuna mafoleni huko. Hem, tutembee. Nikamwambia poa brother, tutembee. Tuelekee Kariakoo sasa kwenye pikipiki. Akanipitisha kwenye machochoro. Jeni akaniambia, sasa hapa nimeingia benki, mtandao unasumbua, nimeshindwa kutoa pesa. Utakuwa na shilingi 88 tukate vibali hapa ili tukitoka yeye moja kwa moja. Nikamwambia brother, mimi hapa sina kitu. Nimetoka na nauli tu ya mwendo kasi. Akaniambia basi hamna shida, usijali mdogo wangu. Usijali. Nishaye kupigwa. Nitasema hivyo. Kwa hiyo siwezi nika namuelewa sana Likius, kwa sababu ni kama nahisi kitakachokuja kutokea. Ni kama vile ninakiona, ni kama nakifahamu hivi. All right. Naruhusiwa kuongea jambo? Yeah, karibu. Nimependa alipokuwa ana details vitu kwenye muonekano. You know, pete nyingi mkononi, yuko smart nini, funguo za gari amening'iniza. Yaani hizo details zote, hizo details zote inamaanisha kwamba ni hakuwa na wasiwasi wowote. Lakini kwa watu wenye experience zenu umeshajua. Bob Marley show. Unajua kabisa Lord Lofa huyo. Playlist ya kwanza, tunakwenda katika playlist ya kwanza na theme yetu inasema kwamba reality check and awareness. Unasema open your eyes, not everyone close to you is on your side. Kuna wakati maisha yanatufundisha kupitia maumivu, na kuna wakati muziki unatufundisha kabla hata hatujaumia. Playlist hii ya kwanza ni ya kufungua macho, ya kukuambia ukweli ambao si kila mtu atakwambia ana kwa ana, kwa sababu dunia ya leo si kila mtu anayekaribia ana nia njema. Wengine wanakuja kama marafiki, lakini mioyoni mwao kuna wivu, kuna tamaa na mipango tofauti kabisa. Hii ni reality check and awareness. Tunajifunza kusoma kuwasoma watu kabla hatujawaamini. Kama ambavyo natambua producer wangu ndiye ambaye niko naye siku ya leo, Lucy John Bosco Kifaru, nami ni Mobelo Bandio. Tumleta Ginger, anasema can't trust them. Kwa nini huwezi kuamini? Kwa nini huwezi kuamini Lucy? Can't trust. Maisha yamekuwa miayusho sana, unajua sasa hivi. Maisha yamekuwa miayusho. Yaani maisha yamekuwa miayusho sana. Maisha yamekuwa miayusho sana. I'm telling you. Unajua since umenipa hii chance ya kufanya ninachokifanya. Yaani nimekuwa nakutana na stories za ajabu, yaani mpaka mpaka unajiuliza hivi kuna sababu ya kuwaamini watu. Lakini kuna watu wengine lazima waamini tu. Lakini sisi there's no way. Hayo kila nyie. Tumleta kwako Ginger, anasema kwamba can't trust them. Kumbuka leo ni the hidden cost of trust and deception. Hii ni Dondoo na Reggae na mimi ni Mbelo Bandio. Kilimanjaro Studios ndiko ambako tunaanzia. Mimi niko Kilimanjaro Studios, Lucy yuko Dar es Salaam. Kama tutampata Haithan atajiunga nasi kutoka magharibi ya Marekani. Tutaweza kuzungumza mara matatu kuhusiana na swala zima la trust. Twende. Hii ni Kwanza Radio.